Bwana, kuna story moja ya jamaa mmoja ambaye alikuwa ni maarufu sana, na alikuwa ni tajiri ambaye alikuwa ameshasaidia watu wengi sana mtaani pale. Lakini ilitokea bahati mbaya yule tajiri akafariki. Walipokuwa wako wanamfanyia misa ya mwisho, akiwa watu wako kanisani pale, ikimaanisha kwamba anatoa heshima za mwisho au kuaga mwili. Watu walikuwa wanalia sana. Watu walikuwa wanalia, yani kanisa lilikuwa vurugu mechi. Mpaka ilifika wakati sasa, mchungaji akashindwa kuendelea na ibada kwa sababu watu walikuwa wasikilizani. Mara huyu anasema huyu kaondoka, alikuwa sijui ananihudumia hiki, huyu alinisaidia hiki. Yani kila mmoja ilimradi tu kuonesha kwamba ana uchungu na msiba ule. Baadaye mchungaji alitumia jitihada nyingi sana akawatuliza watu, lakini akasema kwamba Bwana, kuna mtu ambaye yupo hapa katikati yetu, anaweza akamfufua huyu mtu. Watu waliposikia kwamba kuna mtu mwenye uwezo wa kumfufua, basi wakatulia kimya, na kila mmoja alikuwa anatamani sana yule marehemu afufuke. Basi mchungaji akamuita. I don't know kwamba ilikuwa ni trick au ilikuwa ni kitu gani, lakini mchungaji akamuita mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa kule kwenye viti vya wachungaji. Basi akasimama yule mtu, akashika maiki, akasema kwamba Bwana, uwezo wa kumfufua huyu mtu ninao, lakini ili niweze kumfufua ni lazima awepo mmoja ambaye yeye atashika nafasi yake. Yani kimaanisha lazima mmoja kati yetu afe. Kwenye yale makutano, mmoja kati yetu lazima afe ili yeye akae kwenye jeneza, alafu huyu tajiri yeye afufuliwe. Basi bwana, watu wakakaa naangaliana nani atakayeondoka, nani yuko tayari kufa na nini. Basi mchungaji akasema basi anaweza kujitolea kwa ajili ya kufa ili kusudi tumfufue huyu. Basi na ainuke aje tumuue, alafu basi huyu tajiri afufuke. Watu wakawa naangaliana, hakuna hata mmoja aliyeweza kusimama ili kusudi akafe ili yule tajiri afufuliwe. Basi baadaye mchungaji huyo sasa ambaye alikuwa anasema kwamba ana uwezo wa kumfufua yule marehemu, akasema kwamba sasa nitafanya jambo moja, kwa sababu nyie mmekataa kujitokeza, mimi nitafanya jambo moja ambalo litakuwa la haki kwa kila mmoja. Akachukua kipande cha unyoya, kama unyoya msili, yani kitu kama unyoya wa kuku ule ambao ni mdogo, ambao unaweza ukapeperushwa kirahisi na upepo. Basi akasema kwamba hiki kiunyoya hiki nitakiachia juu. Mtu yoyote ambacho yani hichi kitakapotua, kikitua kwako ujue wewe ndiye utakufa, alafu tutamfufua huyu. Basi bwana, ule unyoya ukaachiwa na akapuliza, ukaenda. Ule unyoya ukaanza kwa mtu wa kwanza. Unapotaka kutua akaupuliza. Unapotaka kutua kwa mwingine, jamaa akaupuliza tena. Taratibu tu pasipo mchungaji yeye kuona. Kwa kila mtu ule unyoya ulipokuwa unafika kwake, yeye aliupuliza uende kwa mwenzake. Ule unyoya ulienda mpaka kwa baba mzazi wa yule aliyefariki. Baba mzazi naye akaupuliza. Ukaenda kwa mama mzazi. Mama mzazi naye akaupuliza. Ukaenda kwa mke wake naye akaupuliza. Tunaona watu wote waliupuliza. Baadaye yule aliyekuwa anafanya hiyo miujiza sasa, ambaye alisema kwamba atafufua watu, basi akasema Bwana, mimi ninaona kwamba mnampenda mtu huyu sana, lakini hakuna hata mmoja ambaye yuko tayari kuvaa viatu vyake. Kwa hiyo muache unafiki, acheni ibada iendelee. Kila mmoja alitulia. Ni nini ambacho tunajifunza hapo? Wapo watu nyuma yako ambao wanaonesha kusikitishwa sana na hali unayopitia, wanaoneshwa kusikitishwa
sana sana sana, na kipindi kigumu ambacho wakati mwingine unakipitia, lakini hakuna hata mmoja ambaye yuko tayari kuvaa viatu vyako, as far as uhusika wako umebadilika. Uhusika wako umebadilika. Yule tajiri alipokuwa tajiri alikuwa na marafiki, that's why uliona mpaka kanisani watu walikuwa wanalia wanafanyaje. Lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa yuko tayari kumsaidia yule tajiri aamke pale. So far ni kwamba kila kitu unachokifanya katika maisha, kifanye lakini ujue kwamba wanapokushangilia, wanapokusifia, watakapokuambia kwamba wewe ndio kila kitu kwao, itakapofika wakati fulani ambao uko kwenye shida, ukweli ni kwamba hakuna ambaye atakubali kuvaa viatu vyako. Hakuna ambaye atakubali kuumia na wewe. Hakuna ambaye atakubali kuingia katika trouble ambayo unayo kwa wakati huo. That's why, pamoja na kwamba ule unyoya, remember, unyoya unaenda kwa mzazi wa mtu mhusika. Tutegemea mzazi ndo mwenye uchungu na mtoto wake aliyefariki, lakini mzazi naye anaupuliza. Unaenda kwa mama, mama naye anaupuliza. Achana na watu baki, mama naye anaupuliza. Unaenda kwa mke wake, naye anaupuliza. Hayuko tayari kuvaa viatu vya yule aliyefariki. Means kwamba inapotokea trouble, jiandae kubaki mwenyewe. Most of people wataonyesha sura za huzuni. Most of people wataonyesha kwamba wana uchungu sana na wewe. Lakini kuvaa responsibility zako, kuvaa uhusika wako,